Habari zenu vijana wa kidato cha pili, karibuni katika session nyingine, ambapo ndani ya session hii tutapata fursa ya kuangalia maswali ya mtihani wa mathematics ambao ulifanyika mwaka jana, kwa maana mwaka 2025. Mtihani huu kwa asili yake ulivyo ni mtihani ambao umereflect juhudi ambazo wanafunzi wamezifanya kwa mwaka mzima, na hatimaye baada ya kujifunza kwa mwaka mzima kidato cha pili na kidato cha kwanza, basi mtihani huu ulikuwa una assess wamejifunza kiasi gani. By the way, kwa matokeo ambayo yametolewa na Baraza la Mitihani, bado hesabu ni changamoto kwa vijana wengi, na sababu kubwa ikiwa ni foundation ambayo haijajengwa toka mwanzoni. Kwa hiyo session hii itakuwa ni msaada kwa vijana ambao wako kidato cha tatu, lakini pia vijana ambao wako kidato cha pili mwaka huu wakijiandaa na mtihani wa mwaka huu wa 2026. Kwa hiyo mtihani huu kama tunavyoona ni format ile ile ambayo inafuatwa kwa vijana ambao walikuwa wanasoma kwa mtaala wa zamani, na ndio maana subject code unaona ni 041. Kwa hiyo this paper consists of 10 questions. Answer all questions. Each question carries 10 marks. Show clearly all the working and the answers in the space provided. All writing must be in blue or black ink except drawing, which must be in pencil. Nectar mathematical tables, geometric instruments and graph papers may be used where necessary. Communication devices, calculators, and any unauthorized materials are not allowed in the assessment room. Write your assessment number at the top right corner of every page. Utaona hapo at top right corner of every page kuna hii part hii ambayo imeandikwa students assessment number. Kwa wanafunzi walitakiwa wajaze assessment number zao kwenye hiyo space ambayo mnaiona hapo juu. Sasa mtihani ulikuwa ni maswali 10 na yalikuwa ni maswali ya kawaida kwa ujumla wake, lakini kwa sababu ya vijana wengi kukosa msingi, basi maswali haya yalikuwa ni magumu na hatimaye kutengeneza sababu ya wengi kufeli. Kwa kwenye session hii nitasolve maswali 5, na video itakayofuata basi tutasolve maswali mengine 5. Swali la kwanza bila kupoteza muda ni kama mnavyoliona hapo kwenye screen. Evaluate 1/5 of 50 divided by 50 plus 5 minus 8 times 4 minus 2. This kind of questions actually hii inaonyesha matumizi ya BODMAS, lakini pia of means multiplication. Ukiona of kwenye hesabu ina maana kwamba actually ni kuzidisha. So this is equivalent to writing 1/5 times in the bracket 50 divided by 5 plus 5 minus 80 times 4 minus 2. So as you can see the question, 1/5 times 50 divided by 5 plus 5 minus 80 times 4 minus 2. Kwa hapo tutadili na bracket kwanza as per BODMAS rule. Kwa itakuwa ni 1/5
times 50 divided by 5 will be 10 plus 5 minus, you have actually 32 minus 2. Tukiendelea ni 1 over 5 times 15 by the way, kuna mabano makubwa hapo ambayo yalikuwepo, kwa hiyo ni muhimu kuyazingatia. 15 minus 30 kama inavyoonekana hapo. So now the answer will be 1 over 5 times negative 15. Simplify utapata ni negative 3. Kwa kufanya hivi mwanafunzi alikuwa anajipatia maksi 5. Evaluation ya hiyo manake you end up actually getting negative 3. Swali la kwanza B, the population of 3 towns are 65,600, 13,400 na 29,700. To the nearest hundreds. Approximate the total population of the 3 towns to the nearest thousands. So the first step, you have to add all these numbers. Go to 65,600, to 13,400, to 29,700. You add these. When you add, you get 0, 0, 17. You have 8, 9, 9 plus 9, 18. Then you carry 1, 7, 8, 10. Okay, so you have 108,700. And now you have to approximate. You have to approximate this number to nearest thousands. If you're talking of nearest thousands, you have ones, tens, hundreds, thousands. So this will be approximately equal to 109,000. Why? Because the number after 8 is above 5. Kwa hiyo approximating this to nearest thousands, the final answer is 109,000, dear students. So that is question number 1. And the students who managed to do this way actually managed to score 10 out of 10 marks. Kama wewe ni mwanafunzi ulifanya mtihani mwaka huu, unadhani ulipata marks ngapi kwenye swali hili? Unaweza uka comment hapo kama unavyokumbuka ulivyofanya mtihani. Second question. In a family of 15 children, 2 over 5 of them drink tea, 1 over 3 of them drink coffee. How many children drink none of the 2 drinks? So we deal with operations. So this is question number 2, by the way. Okay. So in a family of 15 children, so those who drink tea, we can state those solution. Those who drink tea, they're going to be 2 over 5 times 15. When you simplify by 5, 1 here, 3 will be 6. Okay, so 6 kids or 6 children drink tea. Because we use the children, let us continue using children. So 60 children drink tea. Those who drink coffee, will be 1 over 3 multiplied by 15. When you simplify, by the way, by 5 will be, by 3 will be 1, by 3 here will be 5. You get 60 children. Okay, so 60 children again drink 60 children drink
drink coffee. Okay, 1/3. I'm sorry, this is not 6, this is supposed to be 5. So 5 children drink coffee. So how many children drink none of them? So those who drink none, those who drink none of them, those who drink none of them, you have to take total number of kids minus those who drink coffee, 5. You subtract also those who drink tea. Eventually you get 4 children. So out of 15 children you have, 4 of them of course drink none these 2 drink. So that is solution for question number 2A. Question number 2B, in a class of 40 students, 25 students passed the English language assessment. Find the percentage of students who failed the assessment. So solution, we are looking for those who failed the assessment. Okay. So from the data given, number of those who failed, you take 40 minus those who passed, eventually you get 15 students. And so percentage of those who failed will be taking number of failed students divided by total number of students, and you multiply by 100%. Okay, so percentage of those failed will be equal to 15 divided by 40 multiply by 100%. When you multiply, we can simplify actually. Here 0, 0 goes, by 2 here will be 2, by 2 here will be 5. You have 75 divided by 2%, which is 37.5%. So 37.5% of students failed the test. So failed the English language assessment. 37.5% of students failed English language, because that was the exam anyway, English language. So that is solution for question number 2. So students who managed to do this question here, and part A, of course, eventually managed to score 10 marks here again. Kama wewe ni mwanafunzi ulifanya mtihani katika maksi 10 ambazo zikawa allocated kwenye maswali haya mawili, wewe umepata nini? Okay? Swali la 3, a textbook was bought at 8,500 and then sold at 60,000. Calculate the percentage loss. Kwa hiyo ukiangalia swali nasema solution, tumeona selling price tumepewa kwamba ni 60,000, wakati buying price ilikuwa ni 80,500 shillings.
tunatakiwa tutafute percentage loss. Percentage loss. Sasa percentage loss formula zinasema utachukua ni loss gawanya kwa buying price utazidisha mara 100. Lakini loss, percentage loss manake utachukua ni, if I have to abbreviate, huyu hapa nikamwita ni selling price SP na huyu ni buying price BP, plus percentage loss itakuwa ni kuchukua actually buying price minus selling price divided by buying price multiply by 100%. Kwa ukiingizia numbers hapa una 80,500 minus 60,000 divided by 60,000 multiply by 100%. Ukisubtract unapata hapo 2,500 gawanya kwa 60,000 multiply by 100%. Kinachotakiwa hapo utasimplify 2 zeros here go with 2 zeros, 1 zero here go with 1 zero there, utakuwa una 250 divided by 60, ambao nikichukua 250 divided by 60 by 2 will be 3, by 2 will be 125, by 3 will be 1, by 3 will be 4, actually will be 12, 1 again, you're going to have actually 2 remaining, so 2 over 3 is 67, so that will be percent. So we can count that percentage loss is actually 41.67%. Haya, kwa hiyo hiyo ndo loss. Tukija swali la 3B, tumeambiwa 4 families A, B, C, D have to share 33 kg of meat in the ratio of 4, 5, 6, 7. Kwa tumepewa nyama ambayo inatakiwa igawanywe kwenye familia A, B, C, D. Nyama yenyewe ni kilo 33. Kwa hiyo A solution, AB ratio C ratio D, manake ni sana kuchukua 4 ratio 5 ratio 6 ratio 7. Na tumepewa meat to be shared ni hii 33 kg. Unachotakiwa kufanya cha kwanza kabisa utajumlisha hizi zote, kwa maana we'll be taking 4 to the whole will be equivalent to 4 plus 5 plus 6 plus 7. 4 plus 5 you get actually a 9, 9 plus 6 you get 15, 15 plus 7 you get 23. So 4 plus 5 plus 6 plus 7 you get 13. Actually you have here 15, you have plus 7, you get 23. Okay, so checking the question, what is the largest share? What is the largest share? Which family will get the largest share? So the largest share is actually a share corresponding to large number here. Now largest share itakuwa ni 7. So I could say largest share
ni sawasawa na kuchukua 7/23 multiply by 33 kilogram, na hii ina correspond to family D by the way. Kwa largest share yao nitachukua 77 mara 33 kilogram gawanya kwa 23. Okay? Haya, kizidisha hapo na kugawanya in a very simple way. Ukigawanya na kuzidisha manake tuna 33 mara 7 33 mara 7 unapata ni 231 kg over 23. Eventually unapata ni 10.04 kg. Okay. Unapata 10.04 kg. Actually hiyo ndo largest share ambayo inaweza ikawa available kwa ajili ya familia D, lakini familia nyingine of course zitakuwa zimepata kidogo kidogo, na ukisamu hapo zote inakuja ni 33 kilogram. Sasa tukija swali la pili, kwa maana kwamba question number 3B part 2, which family will get the largest share? The family actually which will get the largest share is family D. So the answer for this part is family D, dear students. The answer for this part is family D. Haya, we jump to question number 4. In the following figure, AB is parallel to PQ. So AB is parallel to PQ, and RS is transversal. Find the angles marked the A, B, W, X, Y, Z. Okay, so we are looking for A. A will be equal to 60 degrees. These are vertically opposite angles. Okay, vertically opposite angles, of course you can give a reason. Vertically opposite angles. Kwa hiyo angle A manake itakuwa ni 60 degrees. Sawa? Haya, tukija angle Y itakuwa ni 120 degrees for the same reason, lakini Z itakuwa ni 60 degrees kwa sababu 120 plus Z lazima upate ni 180. W pia itakuwa ni 120 degrees wakati W ni sawasawa na B, kwa hiyo B pia ni 120 degrees. X itakuwa ni 60 degrees. Okay. X ni 60 degrees wakati Y ni 120 degrees kama tulivyoona huko juu. Kwa hiyo ushaona value ya A ni 60 degrees wakati B ni 120 degrees. Ukija W ni sawasawa na 120 degrees. Ukija X ni 60 degrees na Y ni 120 degrees. Kwa swali hili lilikuwa lina test mwanafunzi uelewa wake wa hizi angles ambazo zinakuwa formed tukiwa na parallel lines na transversal line.
Nikija swali la 4b, perimeter of triangle ABC is 16 cm. If the length AB ni 5 plus x, AC ni 2 plus x na BC ni 5x, find the value of x. Kwa actually anachokuambia ni hiki kwamba tulikuwa na triangle na hii triangle ABC, basi tushaambiwa kwamba AB ni 5 plus x centimeter, AC ni 2 plus x centimeter, wakati BC ni 5, zote ni centimeter. Kwa sababu tushapewa perimeter ni sawa na kuchukua length AB plus BC plus AC. Kwa perimeter ilikuwa ni 16 cm, ni sawa na kuchukua AB ambao utachukua ni 5 plus x plus 2 plus x plus 5. Hizo zote zitakuwa ni centimeter. Anyway, kwa 16 itakuwa sawa kuchukua 12 plus 2x. Okay? 12 plus 2x. Ukicalculate hapo utapata 2x ni sawa na kuchukua 16 minus 12. 2x ni sawa na kuchukua 4. You divide by 2 both side, kwa hiyo x itakuwa ni 4/2. Eventually you get 2. We are supposed to find the value of x, kwa hiyo value of x is 2, dear students. The value of x is 2. And hence the actual length of AB and AC. Kwa hiyo AB itakuwa ni 5 plus 2, which is equal to 7 cm. Okay? Lakini pia nikija AC itakuwa ni 2 plus 2 cm. So AC ni 4 cm. Yes, students. Kwa mtihani huu na matokeo ya hesabu yalivyo, I think unaweza ukaelewa ni kwa jinsi gani hesabu ni tatizo kwenye nchi hii. Kwa hiyo bado kuna haja ya kuendelea kuwasaidia vijana wapate msingi kutoka mwanzoni huku, ili basi hesabu isiwe ni tatizo kwa ujumla wake. Swali la 5 na la mwisho katika session hii ya leo ni kama ifuatavyo. Simplify the following expressions. Tunatakiwa tu simplify expression hii hapa. Ukifungua mabano hapo utakuwa na 7m minus 10n plus 8m plus 11n minus 5m. Kwa tuta collect like terms na 7m plus 8m minus 5m plus 11n minus 10n. Okay? Fungua mabano itakuwa ni 15 minus 5 ambao unapata ni 10m. 11n minus 10 unapata ni n. So the answer is 10m plus n. Pati ya pili, 5x minus 2y, you are going to open the bracket, so you have 5x minus 2y minus 8x plus 6y. Collect like terms, una 5x minus 8x plus 6y minus 2y. Kiunganisha hapo unapata negative 3x plus 4y. Unaweza ukaandika kwamba ni 4y minus 3x. Yes, students. Kwa hiyo ndio solution ya swali la 5 pati ya kwanza. Swali la 5 pati B na ya mwisho kwa leo, tumepewa sum of two numbers is 19 and their difference is 5. Find the numbers. So you are going to let, I'll be saying that let the numbers
be x and y. Kwa sum of two numbers, kwa maana ni x plus y ni 19, x minus y ni sawa na 5. Solve by elimination method. When we add here, we are going to get 2x equals to 24. Kwa x itakuwa ni 24 divided by 2, which is equal to 12. Picking one of the question from here, one of the equation from here. So x 12 plus y sawa na 19. Y itakuwa 19 minus 12. Eventually you get y ni sawasawa na 9 minus 2 ambao ni 7. Kwa ukichukua 12 toa 7, 12 jumlisha 7 unapata 19, na 12 toa 7 unapata 5. Kwa the numbers are 7 and 12. Basi hivi ndivyo ambavyo maswali yalikuwa ni maswali mepesi kwa wanafunzi ambao wana msingi, na ndio maana wanafunzi ambao wako kwenye shule ambazo wanafundishwa kila detail, wanafunzi wengi walipata A. Lakini ikishatokea kwamba mwanafunzi msingi hanao, basi ni rahisi kushindwa kufanya maswali kama inavyotakiwa. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo wanafunzi walitakiwa wasome maswali haya. Nitaweka maswali haya kwenye drive, nitaweka link ya hii document kwenye drive na mtaona solution ilivyo kwa ujumla wake. Kama ndo mara ya kwanza kuwa kwenye session kama hizi, basi usahau kusubscribe. Natakia kila la heri wanafunzi wote. Tukutane muda mwingine kwa video nyingine tena ya hesabu. Asante.